mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Ni asubuhi njema Jumatatu tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka 2026. Karibu katika habari zetu za runinga ya New Life Africa International. Runinga inayotamba humu shuleni na kimataifa. Wasomaji wenu ni Neema Adhiambo, yaliyomo heshima na adabu, kutumia muda vizuri, utu wema, kutokuwa na ubinafsi, michezo, usibonyeze kidude, andamana na hadi tamati. Habari kamili. Uheshimu mtu akukushushi hadhi, badala yake ukupandisha cheo cha utu. Kwa habari zaidi tuungane na ripota wetu. Waswahili husema heshima si utumwa na adabu ni ufunguo wa heri. Kumheshimu mtu hukukushushi hadhi, badala yake hukupandisha cheo cha utu. Tumeshuhudia kwa masikitiko kuwa wakati walimu wanaposhuka kwenye ngazi za ghorofa, baadhi ya wanafunzi wamekuwa waking'ang'ana kupita kwa haraka na hata kuwasukuma walimu kimakosa. Kitendo hiki ni cha aibu na ni kinyume kabisa na maadili tunayofundishwa. Mwalimu ni mzazi wetu wa pili shuleni. Kumsukuma au kutompa nafasi ni kumdhalilisha na ni hatari kwa usalama wake na wetu pia. Kila mwanafunzi anatakiwa kuonyesha heshima kwa walimu na wafanyikazi wote kwa kuwapa kipaumbele. Mwalimu akipita ngazini, simama kando na umpe nafasi. Msalimu kwa heshima. Shikamoo mwalimu. Habari za asubuhi. Wafanyakazi wa usafi, walinzi na wapishi wanastahili shukrani na lugha ya staha. Tembea kwa utulivu. Unapotaka kumpita yeyote mahali popote, tumia maneno kama vile samahani, simile, naomba kupita. Unapomsukuma au kumkanyaga mtu yeyote kimakosa, tumia maneno kama vile samahani, naomba radhi, pole, nisamehe, sikukusudia. Nikiripotia runinga ya New Life Africa International, ni mimi wenu Blessing Shalim kutoka grade ya 8. Kila mwanafunzi haswa watahiniwa wa grade ya 6 na 9 wanashauriwa kutumia muda vizuri. Kwa habari zaidi tuungane na ripota wetu. Tutumie muda vizuri haswa watahiniwa wa grade ya 6 na 9. Muda ni mtaji pekee ambao kila mtu anapewa sawa. Muda ni mali. Sekunde ikipotea hairudi. Dakika moja darasani ni maelezo ya mwalimu ambayo yanaweza kuwa swali kwenye mtihani. Imedhihirika kuwa wanafunzi wengi, ikiwemo ni pamoja na watahiniwa, wanapoteza muda mwingi wa thamani kwa kupiga kelele darasani wakati mwalimu hayupo au hata akiwa darasani, na kuondoka kwenda msalani mara kwa mara bila sababu ya msingi wakati vipindi vinaendelea. Tabia hizi mbili zinaharibu mazingira ya kujisomea na zinapoteza wenzao muda wa kujifunza. Dakika moja unayopoteza leo ni alama moja unayopoteza kwenye mtihani kesho. Kwa hivyo, tunapaswa kutumia muda wa mapumziko kwenda msalani. Vile vile, tunapokuwa darasani, tusalie kimya na tufuatilie mafunzo kwa makini. Tuanze leo, sasa hivi, dakika hii, darasa likinyamaza akili hufunguka. Muda ukitunzwa, alama za kuzidisha matarajio hupatikana. Nikiripotia runinga ya New Life, mimi wenyu Katrina kutoka grade ya 8. Kutokuwa na ubinafsi ni nini? Je, faida zake ni zipi? Kwa habari zaidi tuungane na ripota wetu. Kutokuwa na ubinafsi ni tabia ya kufikiri na kuwajali wengine bila kuangalia faida binafsi kwanza. Mtu asiye na ubinafsi huwa tayari kusaidia, kushirikiana, kusamehe na kuwapa wengine nafasi ya upendo na heshima. Shuleni, kutokuwa na ubinafsi huonekana pale wanafunzi wanaposaidiana katika masomo, kuwajali wenzao. Mwalimu naye huonyesha kutokana na ubinafsi kwa kutumia muda wake kusaidia wanafunzi wote kufaulu bila upendeleo. Mahali popote pale katika jamii hii hujenga umoja, amani na ushirikiano. Watu wanapoweka mbele maslahi ya wengine hupunguza migogoro na kuongeza upendo. Hivyo basi, kila mtu anapaswa kuzingatia kuwa na moyo wa kutokuwa na ubinafsi ili kujenga shule bora na jamii yenye kushirikiana.
Ligi kuu ya Uingereza almaarufu English Premier. Ligi ilifika tamati jana. Kwa habari zaidi tuungane na ripota wetu. Ligi kuu ya Uingereza almaarufu English Premier League ilifika tamati jana, huku Arsenal wakitawazwa mabingwa kwa mara ya kwanza baada ya takriban miaka 22. Mfungaji bora alikuwa Erling Haaland kutoka Manchester City. Kila bavu iliyovuta zaidi ilikuwa Manchester United baada ya kumaliza nafasi ya 3, tofauti na msimu uliopita ambapo walimaliza nafasi ya 15. Hongera kwa wachezaji wa Manchester United kwa kujitahidi. Mchezaji bora wa msimu alikuwa Bruno Fernandes wa Manchester United. Pia alikuwa kinara wa kutengeneza mabao akiwa amehusika katika magoli 21 akiwa piku Kevin De Bruyne 20 na Thierry Henry 20. Hongera kwa Bruno Fernandes kwa kunyakua tuzo ya mchezaji bora wa msimu huu. Glory glory Manchester United. Timu zilizoshushwa daraja ni West Ham United, Burnley na Wolverhampton Wanderers. Timu zilizopanda daraja ni Coventry City, Hull City na Ipswich Town. Nikiripotia runinga ya New Life Africa International, ni mimi wenu Enoch kutoka grade ya 9. Je, wajua chai tamu ni haraka kuliko mshahara? Je, wajua chai tamu ni haraka kuliko mshahara? Je, wajua chai tamu ni haraka kuliko mshahara? Nikiripotia runinga ya New Life, ni mimi wenu Neema Adhiambo kutoka grade ya 6. Kwa habari hizi na nyinginezo, tembelea YouTube yetu New Life Africa International TV Nakuru. #Raising Leaders for Tomorrow. Shukran.